Nilikuwa na chat na chief negotiator wa Al Nassr muda huu. Nilitaka kujua baadhi ya vitu ndani zaidi. Kwa nini wanamchukua Kibu Denis? Anasema kocha alihitaji kupata winga ambaye ni explosive. Winga ambaye ni mlipuko, ana nguvu. Yani anaweza kuspeed up mchezo. Kocha alihitaji kupata mtu wa design hiyo. Na kwenye listi alikuwepo mchezaji kutoka Nigeria, lakini pia alikuwepo Kibu Denis. Moja kati ya vitu ambavyo wamesense kwamba mkataba wa Kibu unaelekea mwishoni. Ndio. Na kama Simba watu muuza, jamaa wanaweza kumpata hata free. Kwa $300,000 Simba hakuna namna wangeweza kufanyaje? Kuikataa. Kwa sababu walikuwa kwenye situation ambayo tayari wamebanwa. Yaani unajua una miezi 4 tu. Msimu ukisha mtu anaondoka. Tukizungumza $300,000 ni karibu $1,800,000 my friend ya kibongo. Hiyo $1,800,000 unaweza ukaenda ukapata mchezaji mwingine mzuri. So kwanza niwapongeze Simba kwa kufanya biashara. Kwa sababu mchezaji kama umepambana kumongezea mkataba na imekuwa ngumu, and then unaambulia chochote $300,000 means umefanya biashara. Huyo mchezaji hajaondoka bure. Kwa credit kwa viongozi wa Simba. Kwa Kibu Denis, nadhani game yake ukiitazama kama walivyotazama Al Nassr, ni mchezaji ambaye ukihitaji speed inapatikana kwenye miguu ya Kibu. Ukihitaji mchezaji ambaye ni dynamic presser, ata press kwa dakika zote atakazokuwa uwanjani. Hivyo vitu vinapatikana kwa Kibu. Ukihitaji availability, upatikanaji, Kibu ana guarantee ya kukupa hata msimu mzima bila kuumia. Kwa maana ni mchezaji ambaye anapatikana mara kwa mara. Availability yake ni kubwa. But nataka nizungumze, Kibu amefanya trial Norway. Mambo ya kwenda vizuri, si ndio? Ndio. Kibu amefanya trial Marekani, Nashville. Ndio. Timu ya ligi kuu. Naipata hiyo. Amefanya trial na alifanya wiki, walikuwa wamempa wiki, akafanya, jamaa wakamuongezea muda tena wiki ya pili ili wamwangalie zaidi. Na ile trial haikufanyaje? Haikufanikiwa. My friend Kibu, hivyo vitu vyote nilivyovitaja unavyo, lakini wewe ni winga. Lazima uongeze numbers. Magoli na assist ni vitu ambavyo Kibu anatakiwa kuviongeza kwenye miguu yake. Kwa sababu unaweza kuwa unafanya hivyo vitu vyote, unakimbia, una press na nini, lakini mwisho wa siku wewe ni mshambuliaji. Tunahitaji nini? Dio. Magoli. Na moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kinamwangusha Kibu ni utulivu. Anapofika eneo la mwisho, utulivu, decision making. Ukiwa mshambuliaji, tunakuambia unaelekea kwenye boxi. Wakati unafanya instep, amini unachokifanya kitakwenda kutokea. Jipe muda. Unaweza ukawa una udribble mpira kwa degree 90 ambazo zinakufavor wewe. Mpinzani akitaka kuja kufanya interception atacheza mwili wako, itakuwa ni penalty. Wakati una buy time, una udribble mpira kwa degree 90, chagua engo, weka. Ndivyo washambuliaji wote wanavyofanya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo akikutana na mwalimu ambaye anaweza akamtrain na yeye akasikiliza, Kibu anaweza kuja kuwa vizuri zaidi.